Sasa dalili za homa ya ini ziko za namna nyingi. Kuna hatua zile za mwanzo ambazo nimesema hazinaga dalili za moja kwa moja, lakini ziko hatua ambazo ni kubwa kubwa za wagonjwa hawa wanapata zile dalili kubwa kubwa za maradhi hayo ya virusi vya homa ya ini. Na dalili hizo ambazo mojawapo ni hizo macho kuwa ya njano. Macho kuwa ya njano zina sababu nyingi macho kuwa njano, lakini mojawapo ni virusi vya homa ya ini au ugonjwa wa ini. Maana ukishambuliwa ini lako sasa inafika hatua sasa mwili unashindwa kurutubisha vile vichembe vya njano, mwisho wa siku vinatuama kwenye mwili au vinazidi kupita kiasi, na mwisho wa siku vinaonekana kwenye damu vimezidi na mwili unakuwa wa njano. Sasa dalili hii ya mtu kuwa wa njano inaweza kuwa na sababu zingine, lakini ukiwa na virusi vya homa ya ini, hiyo ni dalili mbaya kwamba umefikia hatua ambayo sio nzuri. Lakini sio tu kuwa njano, unaweza ikawa kwenye tumbo lako limejaa maji, tumbo linavimba. Utakuta kuna watu wengine ana kitambi ambacho hakiendani na mwili wake. Sasa mbona mtu ana kitambi cha pombe, kitambi cha nini, lakini pindi ni ini tayari ishaanza kupata shida. Sasa wagonjwa wa namna hiyo wamefika hatua ambayo kidogo ni ajue ya tatizo lake. Na kuna ambao wanakwenda mpaka hospitali kwa sababu ya kupata choo cheusi au kutapika damu kwa sababu ya virusi vya homa ya ini. Maana ini lake limesinyaa, haliwezi kuhimili zile kazi zake za kawaida, kwa hiyo maji yanatuama. Na wakati mwingine lile ini sasa, kwa sababu ya madhara ya ndani ya mishipa ya damu ya kwenye ini, kuna makovu mle, kwa hiyo lile ini linashindwa kupitisha damu vizuri, damu ile inatuama, inazidi nyuma, na mtu ule mwisho wa siku anaweza akatapika damu au akapata choo cheusi. Kwa dalili hizo ni dalili za juu. Wako watu ambao wanapoteza mpaka fahamu kwa shida za ini. Wanafika hospitali hana fahamu, amezidiwa kabisa, hana fahamu. Kwa dalili hizo ni dalili za hatari za homa ya ini, na anapopimwa mgonjwa anaonekana ana virusi vya homa ya ini, basi akiwa na dalili hizo ni dalili za hatari. Ndio maana wagonjwa wetu tunawashauri ya kwamba watu wakiwa wazima wanatembea wapime, ili kutofika hizo hatua ambazo kuzirudisha ni ngumu kidogo na zina gharama kubwa. Okay, sawa sawa. Inachukua muda gani mtu kupata virusi vya homa ya ini mpaka kuugua mpaka amefika sasa stage ya mwisho? Kwa takriban inaweza kuchukua miaka 10 mpaka miaka 20. Virusi vikiingia, mpaka kama virusi hivi vikienda kupata hiyo hatua ya kuwa saratani. Yaani mtu akivipata kuanzia miaka 10 mpaka miaka 20 anaweza akapata dalili kwa haraka zaidi. Lakini tunao watu ambao wanapata shida hizo katika umri mdogo zaidi. Sasa tunayo makundi ya watu ambao wanapata maambukizi ya virusi vya kuzaliwa navyo. Hatujaongea njia za kuambukizi, lakini njia moja ya maambukizi kubwa ya virusi ini ya B ni kuzaliwa navyo. Yaani kwa mama kwenda kwa mtoto. Watu hawa kwa sababu hawana kinga katika mwili wao kuondoa virusi hivi, wana hatari ya kupata shida za virusi hivi na madhara yake mapema zaidi. Maana yake ni kwamba katika umri wa miaka 5 mpaka miaka 10 utashangaa mtu anapata saratani ya ini kwa sababu mwili wake hauna kinga ya kupambana na virusi hivi. Kwa hiyo amekuwa na virusi vya muda mrefu inaenda kusumbua ini lake. Lakini kwa mtu ambaye ni mtu mzima akipata virusi vya homa ya ini, kwa sababu mwili wake unaweza kupambana na virusi hivi, anaweza kukaa muda mrefu mpaka miaka 20 anaweza kaishi na virusi hivi, ndio akaja akapata saratani huko mbele. Okay, sasa. Na labda kwa sasa hivi labda ungetuambia status ikoje? Kwamba huko nyuma tulikuwa tunaona trend ya ugonjwa inaongezeka. Kwa sasa hivi hali ikoje? Sasa hivi kinachotokea sio kuongezeka kwa ugonjwa, hasa kikubwa ninachokiona ni kuongezeka kwa uelewa wa watu, kwa sababu wengi wanakuja hospitali. Kwa sababu wagonjwa hawa hapo nyuma walikuwa hawafiki hospitali. Na tunao watu wengi wamefariki kwa matatizo haya ya madhara ya ini bila ya kujua wanaumwa nini, kwa sababu hawakupimwa hapo kabla. Siku hizi tunao wagonjwa ambao wanafika hospitali ambao wanapata vipimo, wanajulikana huyu ana saratani au hana saratani kwa sababu ya homa ya ini. Kwa hiyo tunao wagonjwa ambao kimsingi wameongezeka kwa sababu ya kuongezeka kwa ugunduzi umekuwa mkubwa. Pia uelewa kidogo umeongezeka kwa watu. Kwa hiyo watu wanafika hospitali wanapata huduma na hatimaye tunagundua matatizo yao ni yapi. Okay. Labda ungetuambia sasa visababishi vya ugonjwa. Visababishi vya ugonjwa huu viko 4 ambavyo ni vikubwa. Cha homa ya ini ya B ni ile kuzaliwa nayo kwa mama kwenda kwa mtoto. Na ndio maana tunao taratibu kwenye kliniki za wajawazito kuwapima mama wajawazito virusi vya homa ya ini ya B. Ni takwa la kiuchunguzi
kwenye kliniki za wajawazito, kama anapopimwa wingi wa damu, akipimwa haja ndogo, akipimwa sijui kisukari, pia na virusi vya maini vimeingizwa kwenye utaratibu wa kupima virusi hivi, kwa sababu ndio njia kubwa maambukizi ya virusi hivi mama kwenda kwa mtoto. Lakini pia njia ya pili maambukizi ni kujamiiana. Tunao watu ambao wanaishi na virusi hivi, wanapojamiiana mmoja anaweza akapata virusi vya homa ya ini aidha ya B. Lakini pia njia nyingine ni kuwekewa damu, ambayo ile damu yenye virusi vya homa ya ini ya B. Ile damu unapokuwa umewekewa, maana ni kama ina maambukizi, unaweza kupata hivi virusi. Njia nyingine ya nne ni ile ya kushirikiana vitu vyenye ncha kali kama sindano, vitu vyenye vile sharp zile. Kama mshirikiana pengine miswaki au vipi, unajikuta unapata virusi vya homa ya ini ya B. Lakini ile ya C yenyewe ina maambukizi yake makubwa sana yapo kwa wale wanaojidunga dawa za kulevya kwa njia za sindano. Hao wanapata maambukizi haya ile ya C. Lakini pia njia zingine hizi ndio tunasema pia zinakuwepo pia kwa wao. Lakini njia kubwa hasa ile ya kujidunga kwa sindano. Okay, sasa labda daktari pia ungesaidia kuhusiana na vipimo. Ndiyo. Watu wengi hawajui kama anataka kuangalia status yake, labda kama vipimo vina gharama, vina nini. Vipimo kwanza tuishukuru sana serikali kwa kuboresha hivi vitendanishi katika taasisi na hospitali nyingi za serikali, na kwa sababu ya uelewa huu na ile jaziba kwa maana ya ufanisi wa hivi vipimo vingi, kwa hiyo pia matokeo yake yamekuwa ni mazuri. Kwa hiyo vimeboreshwa kiasi kwamba katika vituo vyetu vingi vya huduma za afya hivi vipimo vinapatikana. Sasa hivi hospitali nyingi za mikoa wanafanya vipimo hivi vya kupima homa ya ini aina ya B. Vingi vinapimika. Hospitali za kanda karibu zote zinapima na kutoa chanjo za homa ya ini ya B. Kwa hiyo upatikanaji ni mkubwa sasa hivi, lakini pia hata hizi chanjo pia zinapatikana katika karibu hospitali nyingi za mikoa. Chanjo hizi zinapatikana na kupitia pengine MSD, hizi chanjo zinapatikana na kupitia MSD pia vipimo vinapatikana, na usambazaji umekuwa ni mkubwa kuliko ulivyokuwa hapo nyuma hapo mwanzo. Kwa sasa hivi tuna maendeleo makubwa katika ile eneo la